Hey guys, mambo vipi? Na tumani mko poa. Sasa mimi napenda sana kusikiliza ulimwengu, kutafsiri vitu vya ulimwengu nini. Leo bwana nimetulia kwa muda mrefu sana nikasema ngoja niongee na watu. Unajua Michael Jackson alikuwa anatupa kodi kitambo sana. Michael Jackson aliongea siri nyingi sana kwenye kazi zake. Sasa leo nataka tuende kidogo tu tuangalie kwa uchache kodi hizo alitupa wapi, na tutakuwa tunaangalia siku moja moja watu mbalimbali, yani sio tu Michael peke yake. Kuna watu wasanii wengi, wana michezo, watu maarufu, wanasiasa walibeba siri kubwa sana. Yani waliuongelea ulimwengu, vita atakayokuja kwenye ulimwengu na jinsi maisha yanavyotakiwa mwanadamu yapate yawe ya shida, ambapo mwanadamu huyo atakuwa hajachagua side. Umeelewa? Sasa leo nataka tuangalie ngoma ya Thriller, moja kati ya ngoma maarufu sana duniani sana, moja kati ya ngoma iliyomheshimisha sana Michael Jackson. Hii Thriller ilikuwa ni jina la album, lakini kuna ngoma ilibeba jina, na Thriller ilitoka nafikiri Novemba 30 mwaka 1982 rasmi, na rasmi video ya Thriller au ile short film ikaja kuachiwa mwaka 1983 Desemba nafikiri. Kwa mara ya kwanza waliipremia au kuionyesha ndani ya MTV. Umeelewa? Hii kazi ilikuja kuleta mabadiliko makubwa sana na mafanikio makubwa sana kwa Michael Jackson, kwa sababu haikuwa tu mziki, ilikuja kuleta mapinduzi kwenye sekta ya shoot ya video, kuongoza video, yani kwamba kudirect. Ilikuja kubadilisha mentality zote kwamba video, music video sio tu kwa sababu ni video, ni sanaa, it's an art. Kwa hiyo madirector walitumia uwezo. Mdundo ulipigwa na jamaa anaitwa Quincy Jones, producer mmoja mnoma kweli kweli, walipiga ule dundo. Sasa bwana Michael Jackson kwenye ule wimbo, mkatazama hiyo video vizuri baada ya kuona hii, mkaangalie sasa na mfuatilize kila kitu. Alibeba ujumbe mzito wa kutisha sana. Kwa mara ya kwanza alikuwa anajiintroduce rasmi hadharani kwamba yeye ni mshirika wa ulimwengu wa giza, au anaabudu katika Lucifer, au msaidizi wa ulimwengu wa kishetani. Kwa hiyo alikuwa rasmi anakabidhiwa ufalme au ukuu wa kumpinga Kristo, kwa wale watu wa imani, Antichrist, kwa ishara kadhaa zilizotokea kwenye video yake, matamshi ya lyrics yake na vitu kadha wa kadha. Mfano, tukija kwenye video ya Thriller, dakika ya pili nafikiri sekunde 14 hivi kama mtaangalia, wakati Michael yuko na kale kabinti anakavalisha pete ya uchumba na nini, anakaomba kale mchumba yake na nini, Michael anaanza kubadilika, anatoka kuwa binadamu, anaanza kuwa kiumbe cha ajabu. Sasa pale alibadilika akawa kama wolf. Unajua wolf ni jamii ya mbwa, sisi tunawahitaji kwa Kiswahili, si ni mbwa mwitu au ni nini? Wolf. Sasa ukija kwenye tafsiri ya wolf, ule mnyama wolf kiroho, spiritual, tafsiri yake manake ni deceivers. Yani ni mtu anayepotosha ulimwengu au umma kwa mafundisho ya uongo. Yule creature au ule mnyama amebeba maana ya upingaji kwenye ulimwengu wa kigiza, au mtu anaosambaza mafundisho au walimu wa uongo. Kwa hiyo kwenye ule mabadiliko yale pale, Michael anaonekana kabisa kwamba anafanya transformation kutoka mtu kuwa mtu mwema au mtu wa kawaida kuingia kwenye demonic spirit, kwamba kazi zake zitakuwa zinabeba maujumbe kwa ajili ya kudeceive, yani kuwapotosha watu kuamini katika njia isiyo salama au halali. Ndio lile creature linalotokea, anabadilika na kuwa wolf, anatokea meno marefu, predator, makucha fulani, unanielewa? Ile transformation hususan pale ile transformation ya Michael, ukimwangalia alikuwa amejipaka wanja na amejiweka kama mwanamke fulani wakati anaongea na yule mwanamke, yule binti kabisa. Kwa hiyo ina maana movement za ushoga au mapenzi ya jinsia moja yalikuwa yanaintroduziwa. Hiyo ni miaka 80, kumbuka ile video. Kwa hiyo ukiangalia kuna viashiria kwamba jamaa, kwa sababu kumbuka huyu jamaa anakuja kumotivate dunia, anakuja kuwa inspiration. Watu wengi watamtazama, watamkubali, unajua ile, watamsifia. Kwa hiyo Michael obviously ataenda kuwa mtu anayetazamwa na wengi. Kwa hiyo hata washikaji wengine, wanaume wengi watabadilika kwenye misimamo yao kwa sababu ya Michael. Shaona? Kwa hiyo pale ni deceiver. Umeona? Tuachane na hiyo, tunaenda sasa rasmi kwenye maneno. Shortly kwanza tuachane tu na vitendo, tuje kwenye maneno machache Michael alikuwa anaongea. Ngoja ili kuyakumbuka, na nirudi tu hapo kiroho. Yule mbwa mwitu au lile wolf lina maana ya evil spirit, yani kwenye dark spirit ukizungumzia spirit za nyeusi za giza, zinamaanisha kwamba mbwa mwitu ni kama yani mpingano wa nguvu fulani za kiroho zilizo nzuri. Sasa na maneno machache hapa kwenye diary yangu niliyaweka kwa ajili ya kumbukumbu hapa, ili nisisahau. Unajua Kiingereza kimekuja na ndege. Sasa
ukifuatilia dakika ya 6:30 kuna vile viumbe vinafufuka kwenye makaburi yale. Ukifuatilia vizuri kuna maneno yalikuwa naongelewa, yani kuna sauti linaongea kama linafanya voice over kwenye ile video. Hiyo sauti ukiitafsiri kwa tafsiri yake, manake yule ni Satan au shetani kwa wale wanaoamini, au Lucifer, au ni mtawala wa kuzimu. Alikuwa anatoa maelekezo kwamba sasa dunia inakuja kuwa terrorized, yani inakuja kufanyiwa ugaidi, inatekwa. Ndio maana ukisikiza yale maneno vizuri yanaongea vitu kama hivyo. Maneno anasema you try to scream but terror takes the sound before you make it. Unajaribu kupiga kelele kwa maana kuomba msaada, lakini gaidi, umeona anafanyaje? Anachukua sauti yako kabla hujaitoa. Tafsiri yake hapa ni watu wote ulimwenguni wanaojaribu kuamsha watu, wanaojaribu kuongea vitu vizuri, wanaojaribu kuhubiri vitu vizuri, wanaojaribu kukomboa ulimwengu, hawatakuwa na nguvu tena, kwa sababu ulimwengu wa giza umeshatambaa na kusambaa zaidi. Kwa hiyo hawana nguvu ya ukombozi kwa watu, kwa sababu wanakuja kuzimwa na nguvu iliyokuu ya giza. Ndio anakuambia hapa, terror you try to scream but terror take it before you before hujaisound ama hujaimake it. Alibeba ujumbe kwenye hizo lyrics. Kwa hiyo anaongea kwamba oya, makanisa sijui vitu gani halali nini, watu wote wanaosema vitu vya upendo halali, lakini huwezi kusonga mbele kwa sababu ulimwengu wa giza una nguvu sana. Ndio huo ambao una operate ulimwengu na vitu hivyo. Lakini pia kuna transition ilifanyika wakati wapo kwenye cinema. Kuna kiklipu inaonyesha kwamba Michael na yule demu wapo kwenye cinema, wapo kwenye jumba la cinema wanaangalia cinema, lakini ile cinema ya kutisha inastua watu wanaogopa. Alafu yule demu anamwambia Michael, mimi naogopa wakati tunaangalia. Michael anamwambia mimi na enjoy huko anakula popcorn. Tafsiri yake ni kwamba kigezo cha kutumika nyumba ya sinema na ile watu audience, tafsiri yake kwamba ushetani mwingi umebebwa kwenye idara au department ya burudani, entertainment duniani. Sehemu ya idara ya burudani ndio inayotumika rahisi zaidi kwenye ushetani kwa ajili ya kuindoctrinate au kuwaingizia watu theory mbalimbali za ushetani. Kwa hiyo kwenye muziki, filamu na mambo mengine na michezo, ndio picha iliyoonyeshwa pale kwamba watu wa idara hii. Kwa hiyo hata wewe kama ukitaka kuwa mtu mkubwa duniani kwenye hizo idara, lazima ufahamu unadili na kitu gani. Ushaelewa? Hizi ni dakika 7 za moto, injili inaendelea. Hii ni part 1. Part 2 tutakuja kuposti hapo mbele. Muda mfupi baada ya kuiona hii nitakuja kumalizia baadhi ya key points, lakini tazama thriller, kasikilize maneno, afu angalia actions zinazofanyika. Njoo niambie kama wewe babu, injili inatembea itembei? Injili lazima itembee. Michael alitupa siri kubwa sana kwenye ile nyimbo. Aliongea mambo mengi mazito, machafu kuhusu ulimwengu, lakini thriller ndio ikaja kuwa the best album, wakaipromote au watu wa giza, na ikaenda mjini kulikweli mpaka kuwa kwamba ni album ya muda wote bora katika mauzo sokoni. Injili itembee.